jambo la haram. Fala dhanba alayhi, hapana dhambi kwa mtu atakubadilisha usia kama huo. Inna Allaha ghafurun liibadihi, hakika Allah ni mwingi wa kusamehe kwa waja wake, rahimun bihim, na ni mwenye huruma kwa wao. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, kutiba alaykumus siyam, imefaradhishwa kwenu nyinyi funga, imefaradhishwa kwenu nyinyi kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama kulivyofaradhishwa juu ya wale ambao waliokuwepo kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili nyinyi mpate kumcha Allah, ili nyinyi mpate kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao walioamini, kutiba alaykumus siyam, kumefaradhisha kwenu nyinyi kufunga mwezi mtukufu Ramadhani, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaradhisha juu ya wale ambao waliopo kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili nyinyi mpate kumcha Allah. Ya ayyuhalladhina saddaqullaha wa rasulahu, enyi ambao wamemsadikisha Allah na mtume wake, waamilu bishar'ihi, na wakazifanyia kazi sheria zake. Faradha Allahu alaykumus siyam, manake amefaradhisha Allah kuwafaradhisha nyinyi kufunga, kama faradhahu ala al-umami qablakum, kama alivyofaradhisha hiyo funga katika nyumba zilizopita kabla yenu. Na hii kuonyesha kwamba ibada ya funga ni ibada kongwe kama zile ibada za haji zilikuwepo kabla wakati wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun, ili nyinyi mpate kumcha rabbakum, bwana wenu. Fatajaluna bainakum wa baina al-maasi wiqayatan bi ta'atihi, na mkaweka kati yenu nyinyi na kati ya maasi kinga kwa kumtii kwake Allah tabaraka. Yani kumtii Allah tabaraka wa taala ndio kinga kati ya nafsi na maasi wa ibadatihi wahdahu, na kumwabudu yeye Allah tabaraka wa taala. Ayyaman ma'dudat, sawasawa, kuzifunga na ni kuyafunga masiku yenye kuhisabika. Ayyaman ma'dudat, yani kuyafunga masiku yenye kuhisabika. Tuko sawa? Na wanasema watu wa lugha kwamba hii ayyama ni maamul, lakini amili wake ni as-siyam, masdar. Manake ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum an tasumu ayyama, Allah kama tutaifanya masdar ni muawwal, sababu hapa imekuja ni masdar risala. Fa an tasumu ayyaman ma'dudat, na kuna na'at sifa ya ayyam. Iko sawa? Kwa ni dharfu zamani, lakini ni maf'ulun fihi, lakini maamili wake ni as-siyam, ndio amili wake ni masdar. Tuko sawa? Haya, ayyaman ma'dudat, kuyafunga masiku yenye kuhisabika, masiku yanayohesabika. Faman kana minkum maridan, basi yoyote atakayekuwa miongoni mwenu ni mgonjwa, au ala safarin, au yuko safarini, fa'iddatun min ayyamin ukhra, basi hisabu yake itazingatiwa katika masiku mengine ya kufunga. Na hapa vile vile Allah anataja zile dharura za kufunga mtu. Kwa sababu kuna baadhi ya wakati kama anaruhusiwa yule mfungaji kufungua, kama atakapokuwa ni mgonjwa, wakiwa ni msafiri, basi zile siku zile atafungua katika masiku yanayofuatia. Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, wa 'ala alladhina yutiqunahu, na inapasa juu ya wale ambao yutiqunahu, wana uwezo wa kuifunga hiyo funga, wana uwezo wa kufunga hiyo funga, wana uwezo wa kuifunga hiyo funga. Fidyatun ta'amu miskin, basi ni wajibu kutoa fidia ya kuwalisha maskini, ni wajibu wa kutoa fidia ya kuwalisha maskini. Na hapa pia pana tafsiri mbili. Kuna tafsiri wanaotafsiri wa 'ala alladhina yutiqunahu, na juu ya wale ambao wanaoweza kuifunga hiyo funga, fidyatun ta'amu miskin, kwamba itapasa kutoa fidia kuwalisha maskini. Na hii inasema kwamba ni mwanzo ya Uislamu, kwamba mwanzo wa Uislamu alikuwa Allah tabaraka wa taala jambo hili la funga amelifanya ni mukhayyar, kwamba Waislamu wana khiari, mtu anaweza kufunga au pia asifunge. Ile siku ambayo anatakuwa afunge atoe fidia kulisha chakula, ikaja habari yake imemalizika, ni mukhayyar. Tuko sawa? Na utapotafsiri hivi maana yake utakuwa huja kadiria chochote. Kwa sawa? Kwamba akitaka mfungaji atafunga, akaamua mimi sifungi, basi atatoa chakula
kumlisha maskini, habari yake imalizika. Kuna waliopita katika matendo haya, na kuna tafsiri nyingine, wa ala alladhina yutiqunahu, na juu ya wale ambao yutiqunahu, hawawezi kuifunga hiyo funga, manake bitaqdiri la zaida, wa kuikadiria la ambayo ni zaida almahdhufa, manake wa ala alladhina la yutiqunahu. Na hii labda hii ndio tafsiri ambayo ni maarufu zaidi, kama tafsiri ambayo labda imezagaa au sivyo wako, na inapasa juu ya wale ambao yutiqunahu, hawawezi kuifunga hiyo Ramadhani, manake la yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin, manake ni wajibu kutoa fidia kuwalisha maskini. Sawa. Na hapa sasa ndio wanasema hapo, na kusudi watu wazima sasa kikadiria la watafsiria pia sasa, na sasa kuna kusudi wale watu wazima ambao hawana uwezo wa kufunga, au labda wale ni wagonjwa, mtu ana ile maradhi muzmin, maradhi ambayo yenye kuchukua muda, maradhi endelevu, kama labda ya kansa, sukari, nguvu hana kuweza kufunga, tuko sawa, basi atakuwa tuefidia chakula. Kwa hiyo kuna wengine wanakadiria kwamba yutiqunahu wanaifanya ithbat, tafsiri ya kwanza, na kuna wengine wanaifanya nafi, wanakanusha bitakdiri la zaid, ambapo la nafi. Tuko sawa, na tafsiri zote ziko sawa. Faman tatawwa khairan, fasna yoyote atakayefanya khairi, fa huwa khairun lahu, basi ni khairi kwake yeye, maana yule atakayefunga. Wa antasumu khairun lakum, na kufunga kwenu ni bora zaidi kwenu nyinyi. Wa antasumu, na kufunga kwenu bimaana sawmukum, na kufunga kwenu khairun lakum, ni bora zaidi kwenu nyinyi. In kuntum ta'lamun, ikiwa nyinyi mwajua, ikiwa nyinyi mnalijua hilo. Ayyaman ma'dudat, sawa, kuyafunga masiku yenye kuisabika. Faman kana minkum maridan, basi yoyote atakayekuwa miongoni mwenu ni mgonjwa, au ala safarin, au yuko safarini, fa iddatun min ayamin ukhra, basi hisabu yake itazingatiwa katika masiku mengine. Wa ala alladhina yutiqunahu, na juu ya wale ambao hawawezi kuifunga funga hiyo, fidyatun ta'amu miskin, basi watakuwa watoe fidia kuwalisha maskini. Na maskini kulishwa, kuwalisha maskini mmoja nisfu sa'i, nusu ya pishi, sasa na kila moja kama na nusu na una robo ya mchele. Faman tatawwa khairan, na yoyote atakayejitolea katika khairi, yoyote atakayefanya khairi, fa huwa khairun lahu, basi ni bora kwake yeye. Wa antasumu khairun lakum, na kufunga kwenu ni bora zaidi kwenu nyinyi. In kuntum ta'lamun, ikiwa nyinyi mnajua. Sheikh anasema faradha Allahu alaykum siyama ayamin ma'lumatil adad, kwamba amefaradhisha Allah kwenu nyinyi siyama, kufunga ayamin ma'lumatil adad, yale masiku ambayo ni kutambulika idadi yake. Wa hiya ayyam shahri Ramadan, na yale ni masiku yale mwezi mtukufu Ramadhani, ima ni 29 au 30, atoke katika ndani ya hesabu mbili hizo. Faman kana minkum maridan, basi yote atakayekuwa miongoni mwenu ni mgonjwa, yashuku alayhi as-sawm, manake inapatikana uzito kwake yeye kufunga, au musafiran, au ni msafiri, falahu an yuftira, basi mtapasa kwake yeye kufungua. Wa alayhi siyamu adadi min ayamin ukhra, na itapasa juu yake kufunga idadi yale masiku mengine huko, manake atakujalipa. anazungumzia qada, siyamu alqada, saumu alqada, ile funga ya kulipa biqadri allati aftaraha, qiyasi yale masiku ambayo aftara fiha, alifungua katika masiku hayo. Alafu ala alladhina yatakallafuna as-siyam, na juu ya wale ambao yatakallafuna as-siyam, wanajikalifisha kufunga. Wayashuku alayhi, na panapatikana uzito kwa wao, mashaqqatu ghairi muhtamal, uzito ambao si wenye kuvumilika. Sheikh al-kabir, kama vile mtu mzima mwenye umri ambao umesegea, wal maridhi, na mgonjwa, alladhi la yurja shafa'u, maradhi ambayo hayatarajii kupona kwake, na maradhi ambayo hutarajii kwamba atapona tena, maradhi ambayo hana dawa, kila siku nguvu zinakuishia. Mafumu fidyatun an kulli yawmin, basi atakuwa atoe fidia kila siku. Sasa yuftiru, siku ambayo atakayefungua. Wa hiya ta'amu miskin, na kumlisha maskini, basi kumlisha maskini mmoja.
faman zada fi qadri alfidya, na yoyote atakayezidisha katika kiasi ile fidya, tabarru'an minhu, kwa ajili ya kule kujitolea kwa kefa, huwa khairul lahu, basi ni bora zaidi kwa kweli. Ndio maana Allah aliposema faman tatawwa khairan lahu, na yoyote atakayefanya wema bora kwake. Maana kwamba kile kiasi cha kutoa fidia kile cha kisheria, kama utazidisha, maana labda umempa mtu mchele kilo 1 na robo na nusu, ukamtia na kitoweo cha nyama ng'ombe, unafanya tatawwa sawa. Labda umempa mchele, labda ukamtia na sukari na mafuta, ukamtia na nazi 2 za pangani, unaona bwana, hapo nako umefanya tatawwa, manako umefanya mola khairi, umezidisha pia. Fa huwa khairul lahu, ni bora zaidi kwake yeye. Alafu Allah akasema wasiyamukum khairul lahu, na funga zenu ni bora zaidi kwenu nyinyi, maa tahammuli almashaqqa, yani Allah akafadhilisha funga kuliko kutoa fidia. Maana kwamba funga ni bora zaidi kwenu nyinyi min i'ta'i alfidya, kuliko kule kutoa fidia. In kuntum ta'lamuna alfadla alazima, ikiwa nyinyi mnajua ule ubora uliokuwa mkubwa, lisawmi, ubora wa kufunga inda Allah ta'ala, mbele ya Allah aliyakuwa mtukufu. Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran, hayo masiku yenye kuhesabika ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuko sawa? Yani maana yake kwamba hii shahru, kuna wengine wanaikadiria kwamba ni khabari, lakini muktada wake yenyewe ni yupi? Al-ayyam al-ma'dudat, hayo masiku yenye kuhesabika shahru Ramadhani. Watu wapita hivi. Tuko sawa? Kwa hiyo shahru Ramadhana, hayo masiku yenye kuhesabika ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, alladhi unzila fihi alquran. Tuko sawa? Mwezi ambao imeteremshwa katika mwezi wa Qur'ani tukufu, hudan linnas, hali yakuwa ni uongofu kwa watu, wa bayinati min alhuda wal furqan, na ni ufafanuzi kutokana na uongofu wal furqan, na kile chenye kufarikisha kati ya haki na batil. Ndio hiyo Qur'ani. Faman shahida minkum ash-shahra, basi yoyote ambaye utamwingilia yeye mwezi, atauingilia au atauhudhuria miongoni mwenu mwezi. Faman shahida minkum ash-shahra, basi yoyote ambaye atakayehudhuria, atakauingilia kwenu nyinyi mwezi, faliyasumu, basi nafunge. Maana mwezi umeingia na alikuwa yeye yupo katika sehemu hiyo, funga. Au mwezi umeingia au mwezi umeonekana na alikuwa upo na habari imekupata, funga. Sawa? Ndio maana yake. Waman kana maridan, na yoyote atakayekuwa ni mgonjwa, au ala safarin, au yuko safarini, fa iddatun min ayamin ukhra, basi hisabu yake itazingatiwa katika masiku mengine, ile tasomu alqadha. Yuridu Allahu bikum al-yusra, anataka Allah kwenu nyinyi wepesi, wala yuridu bikum al-usra, na wala hataki Allah kwenu nyinyi uzito. Walitukmilu al-iddata, na ili mpate kutimiza ile hisabu. Walitukabbiru Allah ala ma hadakum, na ili mpate kumtukuza Allah juu ya yale ambayo aliowaongozeni nyinyi. Wala'allakum tashkurun, na huenda nyinyi mkamshukuru Allah tabaraka wa taala. Sawa? Shahru Ramadhana, hayo masiku yenye kuhesabika ni mwezi mtukufu Ramadhani, alladhi unzila fihi alquran, mwezi ambao umeteremshwa katika mwezi hiyo Qur'ani tukufu. Hudan linnas, hali yakuwa ni uongofu kwa watu, wa bayinatin min alhuda wal furqan, na ni ufafanuzi kutokana na uongofu na kile chenye kufarikisha, chenye kupambanua kati ya haki na batil, na ni hiyo ya Qur'an. Faman shahida minkum ash-shahra, basi yoyote atakayehudhuria miongoni mwenu, atakayeuingilia miongoni mwenu mwezi, yani mwezi umeonekana na yeye huko, ima kauona au kapata habari, faliyasumu, basi na ufunge mwezi. Tuko sawa? Asijifanya kama sisi tuna mwezi wetu na sisi. Waman kana maridan, na yoyote atakayekuwa ni mgonjwa, au ala safarin, au yuko safarini, fa'iddatun min ayamin ukhra, basi hisabu yake itazingatiwa katika masiku mengine. Yuridu Allahu bikum al-yusra, anakusudia, anataka Allah kwenu ninyi wepesi tu katika dini yake. Allah anataka wepesi. Wala yuridu bikum al-usra, wala hataki Allah kwenu nyinyi uzito. Walitukmilu al-iddata, na ili mpate kukamilisha ile hisabu. Walitukabbiru Allah ala ma hadakum, na ili mpate kumtukuza Allah juu ya vile ambavyo alivyowaongoeni, manake alivyowaongozeni nyinyi. Wala'allakum tashkurun, na huenda nyinyi mkashukuru.
Sheikh anasema shahru ramadhana alladhi ibtada Allahu fihi ila alhaq, mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao ameanza Allah katika mwezi huu inzal alquran, kuteremsha Qur'an. Na hiyo fi lailatul qadr, na kuteremsha Qur'an ilikuwa ni katika ule usiku wa cheo ambao watu wanauzinga sana, wanautafuta udi na uvumba katika ile masiku 10 ya mwisho mwezi mtukufu wa Ramadhani, hidayatan linnasi lil haqq, kwa ajili ya kuongoa watu katika haki. Fihi awdahu dalail ala huda Allah, na ndani ya Qur'an kuna dalili zilizokuwa wazi juu ya uongofu wa Allah. Wa ala alfariq, na katika Qur'an kuna kile chenye kufarikisha baina alhaqi wal batil. Faman hadara minkum ash-shahr, yote ambaye atakayohudhuria miongoni mwenu mwezi, yule faman shahida minkum ash-shahr wa kana sahiha, na ikawa mtu huyo ni mzima kama chuma, muqiman, alafu ni mkazi wa mji, falyasum nahara, basi na ufunge ule mchana wake, asilete ubishi bana. Habari ya mwezi umekufikiwa minyana nini bwana? Wayurakhasu lilmaridhi walmusafir fi alfitr, na huruhusiwa kwa ule mgonjwa na msafiri kufungua, anaruhusiwa na sheria. Thumma yaqdiyani adada tilka alayam, kisha watalipa zile idadi ya masiku ambao wamefungua, kama siku 2, siku 3, siku 4, inakuwa na sheria kwa udhuru bilizi as-safar wal marad, alafu tutakuja kulipa huko. Yuridu Allahu ta'ala bikum al-yusra was-suhulata fi shara'ihi, anataka Allah kwa nyinyi ule wepesi na wepesi vile vile katika sheria zake. Wala yuridu bikum al-usra wal-mashaqqa, na wala hataki Allah kwa nyinyi ule uzito na mashaka. Walitukmilu al-iddata as-siyam shahra, na ili mpate kukamilisha ile idadi ya funga mwezi mzima. Ndio maana Allah akasema kwamba huyu mwenye maradhi, huyu mwenye kuumwa, sawa, hawa wanaruhusiwa kufungua lakini wajikamilishe. Kwa nini hawa wanakuja lipa? Ili wakamilisha ile idadi kama wizao. Sisi tuko sawa. Na hii ndio maana Allah aliposema walitukmilu al-idda, na ili mpate kukamilisha ile hisabu. Hisabu ipi ile? Hisabu ya kufunga mwezi mzima. Tuko sawa. Walitukabbiru Allah, na ili mpate kumtukuza Allah, manake walitakhtimu siyama, na ili mpate kuikamilisha ile funga bitakbiri Allah, kwa kumtukuza Allah fi Eid al-Fitr, katika Eid al-Fitr. Inapoingia Eid, mwezi wa Mosi unatoka, si kuna takbira za kuiba pale, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, hasio. Hii ndio maana walitukabbiru Allah, na ili mpate kumtukuza Allah, maana katika zile takbira zilizokuwa katika Eid al-Fitr. Tuko vizuri hapo. Walituadhimuhu ala hidayatihi lakum, na ili mpate kumtukuza yeye Allah juu ya uongofu wake kwa nyinyi. Walikai tashkuru lahu ala ma an'ama bihi alaykum, na ili mpate kumshukuru Allah juu ya yale ambayo aliwaneemesha kwayo kwa nyinyi, min alhidayati watawfiqi wataysir. Vile vile Allah tabaraka wa taala akaendelea akasema, wa idha sa'alaka ibadi anni, na pindi watakapokuuliza Muhammad waja wangu kuhusiana na mimi, fa inni qaribu, bas hakika mimi yani Allah nipo karibu mno na wao. Ujibu da'wata da'i, ninajibu wito dua ya ule mwenye kuomba, idha da'ani, pindi atakaponiomba mimi. Falyastajibu li, bas na waniitike mimi, waliyuminu bi, na waniamini mimi, manake wanisadikishe mimi, la'allahum yarshudun, ili wao wapate kuongoka. Zote hizo ni katika tarjihi za Allah tabaraka wa taala kwa waja wake. Wa idha sa'alaka ibadi anni, na pindi watakapokuuliza waja wangu kuhusiana na mimi, fa inni qaribun, bas hakika mimi nipo karibu zaidi, nipo karibu mno. Ujibu da'wata da'i, manake ninaitika dua, wito wa ule mwenye kuomba, yule mwenye kuita. Idha da'ani, pindi atakaponiomba mimi. Falyastajibu li, basi waniitike mimi. Waliyuminu bi, na waniamini mimi, manake wanisadikishe. La'allahum yarshudun, huenda wao wakaongoka. Sheikh anasema, wa idha sa'alaka ya Muhammad ibadi anni, pindi watakapokuuliza wewe Muhammad waja wangu kuhusiana na mimi, faqul lahum, waambie wao, inni qaribun minhum, mimi nipo karibu na wao. Ujibu da'wata da'i, ninajibu dua ule mwenye kuomba. Idha da'ani, pindi atakaponiomba. Falyuti'uni, bas na wanitii fima amartuhum fihi, au fima amartuhum bihi, katika kile ambacho nitakachokuamrisha kwacho.
wa nahaituhum anhum, na katika lile ambalo nitakalowakataza waepukana na jambo hilo. Waliyuminu bi, na waniamini mimi. La'allahum yahtaduna, wala wao wakaongoka ila masalihi dinihim wa dunyahum, kuelekea ile maslahi ya dini yao na dunia yao. Sheikh anasema fi hadhihi al-aya, katika aya hii ikhbaru minhu subhanahu, kuna kule kuelezea kwake yeye Allah an qurbihi, kuhusiana na ule ukaribu wake. Yani Allah anaeleza wazi wazi kwamba yuko karibu min ibadihi, sasa kutokana na waja wake, alqurbu allaiqu bijalali, tena ule ukaribu wenye kuendana, wenye kunasibiana na utukufu wake. Sio kasema sasa huyo Allah karibu vipi, mbona karibu vipi sasa mtambeo katika arshi? Wewe ajua tu kwamba ukaribu sio unajua kama vile ulivyokuwa karibu wewe na mke wako, ni ukaribu ambao allaiq unalingana na yeye Allah tabaraka wa taala na waja wake. Lakini Allah yuko karibu sana na waja wake. Allah tabaraka wa taala anaendelea, anasema uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum, manake kumehalalisha kwa nyinyi ule usiku wa funga, arrafathu ila nisaikum, kustarehe na wake zenu. Hunna libasun lakum, hao wake hao ni vazi kwenu nyinyi. Wa antum libasun lahunna, na nyinyi ni vazi kwa wao. Kila mmoja anajistiri kwa mizake. Alima Allahu, ameshajua Allah, annakum kuntum takhtanuna anfusakum, kwamba nyinyi mlikuwa mnazifanyia khiana nafsi zenu. Fataba alaikum, bas akapokea Allah toba zenu. Wa afa ankum, na akawasamehe nyinyi. Falana bashiruhunna, bas hivi sasa waingilieni hao wake zenu. Wabtaghu ma kataba Allahu lakum, natakeni kile ambacho alichokiandika Allah kwenu nyinyi. Wakulu washrabu, na kuleni na kunyweni. Hatta yatabayana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr, mpaka iwadhihirikieni nyinyi alkhayt alabyad, sawa, lile giza jeupe lile lidhihiri, min alkhayt alaswad, kutokana na lile giza jeusi la usiku, min alfajr, kutokana na alfajr. Thumma atimu siyama ila al-layl, kisha itimizeni, kamilisheni funga mpaka usiku, manake ila al-ghurub. Wala tubashiruhunna, na wala msiwaingilie hao wake zenu. Wa antum aakifuna fil masajid, na hali ya kuwa nyinyi ni wenye kulazimiana na msikiti, manake ni wenye kufanya i'tikaf. Tilka hududullahi fala taqrabuha, hiyo ni mipaka ya Allah, hizo ni sheria za Allah, basi msizikue. Hiyo ni mipaka Allah, fala taqrabuha, basi msikurubie mipaka hiyo. Kadhalika, namna kama hivyo, yubayinu Allahu ayatihi linnas, anabainisha, anaweka wazi Allah aya zake kwa watu, la'allahum yattaqun, huenda wao wakamuogopa Allah tabaraka wa taala. Hivi ndivyo anavyosema Allah subhanahu wa taala, uhilla lakum lailata as-siyami rafathu ila nisaikum, kwamba mihalalisha kwenu nyinyi lailata as-siyam, ule usiku wa funga, sio mchana, usiku wake. Arrafathu ila nisaikum, kule kustarehe na wake zenu. Maana Allah tabaraka wa taala lile jambo la kustarehe mume na mke wake au mke na mume wake, lile linakuwa ni haramu katika mwezi mtukufu Ramadhani, mchana ule, wakati wa mchana na hapa. Lakini usiku, baada ya watu washafungua, basi jambo la starehe za kijinsia kati ya mke na mume zinaendelea, hakuna tatizo, na mmehalalishiwa katika hilo, kuna dhambi. Kwa sawa, Sheikh anasema abaha Allahu lakum, amehalalisha Allah kwenu nyinyi, fi layali shahri Ramadhani, katika yale masiku yale mausiku yale ya mwezi mtukufu Ramadhani, jimaa nisaikum, yani kule kuingiliana, kufanya tendo la ndoa na wake zenu, jambo ambalo ni halali. Lilikuwa ni haramu ni mchana Ramadhani tu. Hili likifanyika hili mchana Ramadhani, funga kwanza inaharibika, alafu vile vile kuna kafara. Tuko sawa? Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum, hao wake hao ni vazi kwenu nyinyi. Wa antum libasun lahum, na nyinyi pia nanyi ni vazi kwa wao. Yani ina maana kwamba yule asokuwa na mke manake kwa kiuchi, ndio maana yake. Kama itakuwa mmekosea, haya sameni. Hunna sitrun, kwamba hao ni stara, wa hifdhun lakum, na ni hifadhi kwenu nyinyi hao wanawake. Wa antum, na nyinyi wanaume, sitrun, ni stara, wa hifdhun lahunna, na hifadhi vile vile kwenu nyinyi. Ndivyo maana yake inavyofananisha hivi.
alima Allah, ameshajua Allah, annakum, kwamba nyinyi kuntum takhtanuna anfusakum, nyinyi mnazifanyia khiana nafsi zenu. Yani alima Allah, ameshajua Allah, annakum kuntum takhununa anfusakum, mnazifanyia khiana nafsi zenu, bimukhalafati ma haramahu Allah alaykum, kutokana na kule kupingana na kile ambacho alichokiharamisha Allah kwenu ninyi, min mujamaati nisa, kutokana na kule kufanya tendo na ndoa na wanawake baada al-ishai, baada ya sala ya Isha, fi layali siyam, katika yale mausiku ya funga. Yani ilikuwa mwanzo Uislamu, baada ya sala ya Isha tu stop, kuna tena masala ya kula wala kufanya tendo la ndoa wala nini. Yani kuanza hapo magharibi mpaka baada ya Isha, hapo ndo malizane na mambo yote, ule hapo fukuru, hapo kutanda mkeo kama mwenyewe na muda hapa. Lakini baada ya sala ya Isha kumalizika tena basi. Sasa kama kuna watu wengine sasa huko mambo yalikuwa yanashinda na watu wengine yawashinda mambo. Sasa Allah ikawa ajua kwamba hao wanafanya khiana na nafsi zao. Sawa, maana baada ya Isha pia alifanya mtu kama haelewi. Iko vizuri hapo, kuonyesha kwamba hawa sasa wanafanyika jambo hili ni gumu kwa wao. Waislamu, Allah anasema fataba alayhi, basi amekubali toba zenu. Kwamba wale waliotoba kutokana na hilo amekubali wale ambao walikuwa wakiingiliana na wake zao baada ya Isha. Shughuli inaendelea. Kwa hiyo Allah fataba alayhi, basi akazipokea toba zenu, wa afa ankum, na amewasamehe. Maana akawasamehe pia vile asemee nyinyi Allah tabaraka wa taala. Alafu Allah sasa falana bashiruhum, basi hivi sasa waingilieni hao wanawake, ay jami'uhunna wabtahu ma kataba Allah lakum, na tafuteni kile ambacho alichokiandika Allah kwenu nyinyi. Sheikh anasema watulubu ma qaddarahu Allah lakum, manake natakeni tafuteni kile ambacho alichokikadiria Allah kwenu nyinyi, min al-auladi, katika watoto. Sasa min al-auladi, katika watoto, kama wanavyosema ahlul ilmi kwamba tendo la ndoa si kwa sababu ya kumaliza matamanio tu ndio lengo hilo, japo watu wengi ndio malengo makubwa, lakini pia kuna hala kutafuta watoto pia. Kwa sababu jamani hapo sasa wewe ikawa tu basi una athira zako tu zikishaisha zimalizika, kuna watoto pia omba. Kwa vizuri mashairi zangu hapo. Naam. Wakulu, nakuleni, washarabu, nakunyweni, amri hili libaha mashairi zangu, hata yatabayana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr, mpaka iwadhihirikeni nyinyi lile giza lile, sasa lile giza lile jeupe, من الخيط الأوسط من الخيط الأسود، يعني معناه ule mwanga mweupe, الخيط الأبيض ule mwanga mweupe udhihirike, maana ni alfajiri. من الخيط الأسود kutokana na ile giza la usiku, من الفجر katika muda alfajiri, maana wakulu washrabu hatta yadhharu lakum an-nur as-sadiq, mpaka iwadhihirikeni nini ule mwangaza wa kweli, al-muntashir fi al-ufuq, ambao ni wenye kuzagaa katika anga huko, fi al-fajr, katika wakati wa alfajiri. Sasa yani maana kwamba tendo chakula na kunywa ule mtu usiku wa Ramadhani, watu wanakula na kunywa mpaka ije alfajiri usadi, ile alfajiri ya kweli. Sasa mwanga tayari umesha dhihiri, unaona mwinguni pale, sasa unaona tawakuf isma ndio hata yatabayana lakum alkhayt alabyad. Wengine tafsiri kwamba mpaka iwadhihirike nini ule uzi mweupe, min alkhayt alaswad, kutokana ule uzi mweusi min alfajr, kwamba waweka uzi ule mweusi na mweupe, alafu uende mpaka uone kwamba sasa huu mweupe na huu mweusi. Sasa kuna umeme hawafanyaje? Sasa kuna teknolojia itafanyaje? Zamani haya bidia hivi, sasa kashataa tushoje mweupe mweusi. Tafsiri za zamani ambazo walikuwa tuchukua pia kwa mashaka zetu zamani. طيب ثم atimu الصيام ila al-layl, kisha timizeni, maana kamilisheni funga ila al-layl, mpaka usiku. Usiku ndio kusikia hapa mashaka zangu, ila al-ghurub, ila ghurubi shams, mpaka kuzama kwa jua mashaka. Hapo mashia pia nao wajifanya ila al-layl mpaka kuchomoza kwa jua. Anawaambia kama usiku waingia kuchomoza kwa jua nani? Kwa hiyo maana kama nyota zitoka saa 3 saa 3 mpaka kuzama kwa jua, usiku unaingia kwa kuzama kwa jua. Ndio mambo yanapokuwa siku zote, au sivyo jamani? Wala tubashiruhunna, na wala msiwaingilie hawa wake zenu, wa antum aakifuna fil masajid, na hali ya kuwa nyinyi ni wenye kulazimiana msikitini. Manake hapa anazungumzia masala ya itikafu.
kwamba itikafu miongoni mwa vitu vyenye kuharibu itikafu ni kule mtu kukutana na mke wake. Tilka hududullahi, na hiyo ni mipaka ya Allah, fala taqrabuha, basi msisogelee mipaka hiyo. Sawa, hatta la taqa'u fi alharam, hata msitumbukie katika haram. Kadhalika, namna kama hivyo, yubayyinu Allahu ayatihi linnas, anaweka wazi Allah aya zake kwa watu, la'allahum yattaqun, huenda wao wakamwogopa Allah. Wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil, na wala msiliane mali zenu kati yenu kwa batil, maana katika njia ya batil. Watudlu biha ila alhukami, na mkazipeleka mali hizo, mkazisogeza mali hizo kwa mahakimu, kwa viongozi, kama mnafahamu. Litakulu fariqan min amwali nnasi bilithmi, ili mpate kula sehemu katika mali za watu. Fariqa manake ni sehemu, ukasema kundi bure. Litakulu fariqan min amwali nnas, ili mpate kula sehemu katika mali za watu, bilithmi, kwa dhambi tu, wa antum ta'lamuna, hali ya kuwa nyinyi mnajua. Manake msifanye hivyo. Wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil, na wala msiliane mali zenu kati yenu bilbatil, kwa njia ya batili. Ndio maana Allah akaweka biashara, ile biashara inawekwa ili watu wasidhulumiane. Tuko vizuri hapo ya? Watudlu biha ila alhukam, na mkazipeleka mali hizo au mkaziingiza mali hizo ila alhukam, au mkawapa mali hizo ila alhukami, kwa wale viongozi mahakimu. Litakulu fariqan, ili mpate kula sehemu, min amwali nnasi bilithmi, katika mali za watu kwa dhambi. Wa antum ta'lamuna, hali ya kuwa nyinyi mnajua. Sheikh anasema wala yaakul ba'dukum mala ba'd bisababin batil, na wala wasile baadhi yao kuna mali za baadhi ya wengine kwa sababu ya kibatil, kaliyamini mkadhib, kama vile kiapo cha uongo. Wale umemdhulumu mtu, alafu umeenda naye mahakamani, katika mahakama za kisheria, alafu ukaapa kwamba ile haki yako ni sahihi, alafu hakimu akahukumu kwa dhahiri, ukaichukua, ujue wewe unadhima kwa Allah tabaraka. Walghasb, na vile vile kupora ile mali ya watu, kuinyang'anya. Wasariqa, kuiba. Warishwa, na rushwa. Wariba, zote katika kula mali kwa njia za batil, zote inaingia hiyo. Wanahwi dhalika, na mifano katika hiyo. Wala tadfa'u bi amwalikum ila al-hukam, wala msizitowe na kuzipeleka mali zenu ila al-hukam, kwa viongozi. Litakulu an tariqi at-takhasum, ili mpate kuzila zile mali katika njia ya kugombana. Amwala taifati min an-nas, mali ya kundi katika watu, bil batil, kwa njia ya batil. Ndivyo vile Allah aliposema watadlu biha ila al-hukam, watadlu biha ila al-hukam, na ikawa na mkazisegeza mali hizo kuwapa wale viongozi. Litakulu fariqan, ili mpate kula sehemu, min amwali nnasi, katika mali za watu, bil ithmi, tena kwa madhambi. Wa antum ta'lamuna, hali ya kuwa nyinyi mnajua. Hili jambo halifai, haramu katika sheria. Kama ndiko sawa. Yasalunaka anil ahilla, wanakuuliza Muhammadi hawa washirikina kuhusiana na miezi miandamo, kuhusiana na miezi miandamo. Al-ahilla ni jamu hilal. Hilal ni mwezi muandamo, mwezi muandamo ambao umeandama, mwezi mwembamba. Ule mwezi mosi unakuwa kama kijinyusi, unaitwa al-hilal, mwezi muandamo. Sawa. Yasalunaka anil ahilla, wanakuuliza ya Muhammad kuhusiana na miezi miandamo. Qul, waambie Muhammad, hiya mawaqitu linnas wal hajj, kwamba miezi hiyo ni nyakati kwa ajili ya watu, wal hajj, na kwa ajili ya hija. Kwa sababu swali lilipokuja na masahaba, ilikuwa kimuuliza Mtume, ya Rasulullah, mbona huu mwezi mwanzo kutokea unakuwa alafu kila kukicha fayansha tadrijiyan, alafu unakuwa shay'an fa shay'an, kidogo kidogo mpaka unakuwa mkubwa hivi. Inakuwaje hivi? Swali lilikuja katika hali hii. Kwani ni miezi inapotoka na kidogo inakwenda mpaka afikini. Swali lililoulizwa tofauti na jibu liko katika masala ya balagha na uslubu al-hakim. Sawa. Yasalunaka anil ahilla, wanakuuliza kuhusiana na miezi miandamo. Qul hiya mawaqitu linnas, ndio jawabu, kwamba ile miezi ile mawaqitu linnas ni nyakati kwa ajili ya watu, wal hajj, mambo ya hija. Mawaqitu linnas ni nyakati kwa ajili ya watu,
watu kujua kwamba mwezi wa Ramadhani umeingia lini, tumia mwezi. Kujua kwamba leo ni Eid, tumia mwezi. Masala ya kujua talaka, masala ya idda, Ramadhani. Masala ya hedhi, mwezi. Mipango yetu hii ya mambo ya harusi na vitu vingine, mwezi. Tarehe za kuzaliwa, mwezi. Tawaqitu linnas. Wal hajj vile vile, ibada za haji tumia miezi. Walaysa albirru bi an ta'tu albuyuta min dhuhuriha, na wala si wema kuyaingia majumba min dhuhuriha, katika juu yake, yani katika juu yake. Walakin albirra man ittaqa, lakini wema ni yule mwenye kumcha Allah. Wa'atul buyuta min abwabiha, na yaingieni majumba min abwabiha, katika milango yake. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, na muogopeni Allah huenda nyinyi mkafaulu. Sawa. Yasalunaka anil ahilla, watakuulize Muhammad hao washirikina kuhusiana na miezi miandamo. Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj, sema hiyo miezi hiyo ni nyakati linnas, kwa ajili ya watu, wal hajj, na hija vile vile, kujua nyakati zao. Walaysa albirru bi an ta'tu albuyuta min dhuhuriha, na wala haikuwa wema, si vizuri kuyaingia hayo majumba min dhuhuriha, katika juu yake, yani kwa juu yake, maana kwa kuyaparamia. Mtu aingia limani kwako kwa kuparamia ukuta afu aingia. Naona mwanatazama mashangaa, watu wanaparamia nyumba kwa milango haioni. Walakin albirra man ittaqa, lakini wema ni kwa yule mwenye kumcha Allah. Wa'atul buyuta min abwabiha, basi yaingieni, manake yaendeeni majumba min abwabiha, katika milango, manake katika upande wa milango yake. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, na muogopeni Allah huenda nyinyi mkafaulu. Sheikh anasema yasaluka ashabuka ya Muhammad anil ahilla, wanakuuliza wewe ya masahaba zako ya Muhammad kusana ile miezi miandamo. Wataghayyur ahwaliha, na kule kubadilika hali zake, unaanza mdogo unakwenda mpaka unakuwa mkubwa. Kullahum, sema kuambia wao, ja'ala Allahu al-ahilla, amejalia Allah hii miezi miandamo hii alamati, kuwa ni alama yaarifu biha an-nasu, wanatambua kwa alama hizo watu awqat ibadati, zile nyakati za ibada. Kama na mkaifi kujua kama leo nimefungua silo msikiti al-muhaddada, ibada zao ambazo zilizowekwa muda maalum, biwakati, kwa wakati fulani, mithlu as-siyam wal hajj, fani ibada za funga. Tajuaje kama leo mwezi wa Ramadhani bila kwenda na tarehe na hii miezi miandamo? Wal hajj, na ibada za hija, wa muamalati, na masalati muamalat. Walaysa alkhairu ma ta'awadtum alayhi, na wala si katika bora, si katika khairi lile ambalo mmelizoea fil jahiliya, katika zama za jahiliya huko, wa awwalul islam, na mwanzo wa Uislamu. Yani katika zama za jahiliya, maana kabla Uislamu, na katika mwanzo wa Uislamu ndio unaingia sasa. Kuna tabia Waarabu walizoea. Tabia yenyewe ni zipi hizo? Min dukhulil buyuti min dhuhuriha, katika kuyaingia yale majumba, min dhuhuriha, kwa juu yake, wanaingia majumba kwa juu yake. Hina tuhrimuna bil hajj au al umra, wakati mnapohirimia haji au umra, dhannina anna dhalika qurbatun ila Allah, hali ya kuwa ni wenye kudhania kwamba hilo lenye kuwakurubisha kwa Allah. Yani katika zama hii, ni kauli katika kauli za wanachuoni, kama kuna katika zama za jahiliya na mwanzo wa Uislamu, wanapohirimia ibada zao za haji na umra, basi yale majumba yale huwa wanaingia kwa kuparamia. Sawa, yani kama mtu kashahirimia nyumba yake, kashahirimia ibada ya haji na umra, basi kama ataingia nyumbani anaparamia ukuta, haingii katika mpaka amalize ile ibada yake ya haji. Akimaliza sasa ndio sasa ataingia katika hali kawaida. Tuko sawa? Kuna kauli nyingine anasema walikuwa hao wanaposafiri wakirudi katika safari zao, basi huwa hawaingii katika milango, wanaparamia ukuta zile, alafu ndio wanaingia. Tuko sawa? Ni ada ambayo walikuwa nao Waarabu kabla jahiliya na mwanzo wa Uislamu. Sasa ile Allah tabaraka akalikataza, si tabia za kitwana hizi, akalikataza, si tabia nzuri, si tabia za kiungwana. Kaja mtu mzima bwana mwenyewe na kitamba kwa ukuta, sio alafu nyumba hii hapo, sio tuonekana mwizi tu. Atoke wenyewe watoto wenyewe shwaini kweli kweli, mzee mwizi huyo, alafu utakwenda nini?
nyumba yako mwenyewe, ikakataza na sheria ya Kiislamu. Walakinna albirra man ittaqa, lakini wema ni kwa yule mwenye kumcha Allah. Wa'tul buyuta min abwabiha, yaingieni majumba yenu, yaingieni majumba min abwabiha, katika milango yake. Wadkhulu albuyuta min abwabiha, yaingieni majumba katika milango yake. Inda ihramikum bilhajj au alumra, wakati wa kuhirimia kwa hajj au umra, fanyeni hilo. wattaqullaha, na muogopeni Allah. La'allakum tuflihun, huenda nyinyi mkafaulu. Waqatilu fi sabilillahi, sawa, na piganeni vita katika dini ya Allah. Alladhina yuqatiluna, wale ambao wanaokupiganeni vita, wanaokupiganeni nyinyi vita, manake wanaokuwapiga, manake wale wenye kuwapiga nyinyi. Wala ta'taduna, wala msipetuke mipaka, manake msipetuke mipaka katika kupigana nao vita. Inna Allaha la yuhibbul mu'tadin, hakika Allah hawapendi wale wenye kupetuka mipaka, manake wenye kufanya uovu. Waqatilu fi sabilillah, na piganeni vita, piganeni katika dini ya Allah. Alladhina, wale ambao yuqatilunakum, wanaokupigeni nyinyi, manake wanaokupigeni nyinyi vita, ambao ni makafiri, piganeni nao hao, sawa. Naam, wala ta'taduna, wala msipetuke mipaka. Inna Allaha la yuhibbul mu'tadin, hakika Allah hawapendi wale wenye kupetuka mipaka. Bimaana waqatilu ayyuhal mu'minun, na piganeni vita enyi waumini. Linusrati dinillah, kwa ajili ya kuitetea dini ya Allah. Alladhina yuqatilunakum, wale ambao wanaokupigeni nyinyi vita. Wala ta'tadu fi dhalika, na wala msipetuke mipaka katika hilo. Sasa manako mmemshika kafiri, sasa baada ya kumuua, sasa bado mmemkata mkono, sawa. Alafu baada pale mao waanza kuburuza kule, sasa kule ni i'tidaa, ni hofu. Sio ukipata kata shingo basi tuzomalizike, na hii inakuwa ni jihadi, sawa, na ina sharti zake. Sio kutoka hapo tu kurupuka ifanye shika panga, ifanye umeshika umekamatana na aya hii, utakachokupata siku yako. Inna Allaha la yuhibbu alladhina yujawizuna hududahu, hakika Allah hawapendi wale ambao wanaopetuka mipaka. Fayastahilluna ma harrama Allah wa rasuluhu, wakahalalisha kile ambacho alichokiharamisha Allah na mtume wake. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.